amwe guku Mount Kenya ugikanyona nao ukagutha ruhinjo kanu. Not that I hate them. Si ati nawachukia. Not that I have anything against them. Ama kitu kinyume chao. But I know them. Lakini nawajua. Praise the name of the Lord. Amen. And in ministry I know who is for me. Na katika huduma ninajua nani yako upande wangu. Na mimi si ule mtu ngangana kudumisha kanisa. Mimi si ule mtu ngangana ati ndio usiende uniondoke nidumishe kanisa. Mimi popote ninapoenda ni kanisa. Anywhere I go I serve. Kila mahali naenda natumika. I have that grace. Niko na hiyo neema of serving everybody. Ya kutumikia kila mtu. I can serve a Catholic and I'm a JCM member. Naweza tumika Catholic na mimi wa JCM. I can serve a Reggio Maria person. Ama Reggio Maria. I was in Homa Bay, no one knows me there. Nilikuwa Homa Bay na hakuna aliyenijua pale. But when we parked our truck, everybody came. Lakini tuliposimamisha gari letu kila mtu kaja. I preached to them and executed compassion. Nikawahubilia na tena nikafanya huduma ya because compassion is not marked as regional. Kwa sababu huruma sio kitu cha. It is a Christ behavior. Ni tabia ya Mungu. So 2025 mwaka wa 2025 has left me knowing even in this church. Imenifanya nijue hata kanisani hili. There are people I cannot open up my heart to them. Kuna watu ambao siwezi wafungukia moyo wangu. But they are my members. Lakini bado ni washirika wangu. Not because I hate them. It is because I want to care for my heart and also care for themselves. Lakini nataka kuchunga moyo wangu pia ni wachunge wao. Something that also I've been taught by 2025. Pia kitu ambacho nimefundishwa na mwaka wa 2025. There are people. Kuna watu I cannot lend money. Ambao siwezi nikapatia pesa. I better give them by will. Heli niwapatie lakini nisiwakopeshe. Because you'll end up losing your money and lose your friends. Kwa sababu utapoteza pesa zako na upoteze rafiki. Kuna mtu akiniambia Bishop nikopeshe 1,100. Nitamwambia sina lakini nitakupea 20,000. Afadhali nikupe. Kwa sababu kuna watu utapoteza pesa na uwapoteze. Na kwa hivyo katika maisha heri uweke kitu moja. Heri ubakishe pesa, upoteze rafiki. Ama upoteze rafiki, ubakishe pesa. Lazima uchague. Kuna ndo itageneo nake. Todo ni ukumuruzi, no ruzi kilia wa mune. Utampoteza na upoteze kile ambacho umempatia. Mafio, nina hilo ukavo mwere. Urenda ngiri thata hii. Diri, no ni kukuhe ngiri thano. Because you'll end up losing people and lose what you give them. Kwa sababu utapoteza watu na tena kile ulichowapatia. Praise the name of the Lord. Amina. And through this, na kupitia hili, God has carried us. Mungu ametubeba. Number 4. La 4. As God carried me through 2025. Kama vile Mungu amenibeba mwaka wa 2025. There is something that God has taught me. Kuna kitu Mungu amenifundisha. Hypocrisy in friendship. Uhiga ulio hithetwo kiugo urata-ini. Praise the name of the Lord. I have seen friends destroying friends. Nimeona marafiki wakiharibu marafiki. I have seen friends enriching themselves using friends' names. Nimeona marafiki wakijitajirisha na majina ya marafiki zao. I have seen colleagues purporting to be friends, yet they are snakes. Nimeona marafiki wakijifanya ni marafiki kwa wengine, wasaidia wengine lakini ni nyoka. 2025 has left Bishop Ben 100% wiser. Mwaka huu wa 2025 umeacha askofu wetu akiwa 100%. And the problem was not the knife. Na shida haikuwa kisu, but the person who was holding that knife. Lakini aliyekishikilia kisu. I know some of you, ninajua wengi wetu, we are not afraid of the knife. Hawakuwa wanaogopa kisu.
but the person who was holding the knife. lakini aliyekishikilia hicho kisu. But I thank God. Lakini ashukuriwe Mungu. He has carried you. Amekubeba. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I remember Ninakumbuka I told someone in 2025. Niliambia mtu mwaka wa 2025. You know, Bishop Ben does not like battles. Unajua askofu hapendi vita. The only battle that I love, vita ninayoipenda, is a fight involving me and you directly. That one, hiyo siondokeani. Ni vita inayohusiana mimi nawe, hiyo huwa siondokei. But a battle that involves God and ministry, lakini kazi inayohusisha Mungu na huduma, I don't like those battles. Huwa sipendi. And I say, na nikasema that in 2025, mwaka wa 2025, I want to make peace with people. Nataka kufanya amani na watu. But more so people who are handling ministries. Lakini zaidi watu ambao wana huduma. Because my people, before the year ends, kwa sababu watu wetu kabla ya mwaka uishe, look for someone, tafuta mtu who you don't know what happened. Ambaye hujui kilichofanyika. Because nowadays, kwa sababu siku hizi people are being fed with lies about you. Watu wamewekezwa uongo juu yako. And some people are so weak. Na wengi ni wanyonge. They believe into what they heard. Wakaamini walichosikia. So make it a behavior. Sasa wacha iwe tabia yako of looking for people ya kutafuta watu who you do not know what happened. Ambao haujui kilichofanyika. There are those people who went silent. Kuna watu walinyamaza. There are those people who do not communicate again with you. Hata wengine hamuongereshani. Yet in your life you don't know what you did to them. Lakini maishani haujui kilifanyika nini. There are a lot of evil people spreading lies about you. Kuna watu waovu wanaoeneza uongo juu yako. And they are confusing some people who are in your life. Na wanachanganyisha watu ambao wako maishani mwako. Because some people who are diverted from your life, watu waliopindiliwa maishani mwako, are some of people who carry your destiny. Ni wengi waliobeba hatima yako. And they knew when I break this barrier, na walijua nitakapokata, this person will not reach into their destiny. Huyo mtu hatafika katika hatima yake. And so I took a place and met some of my friends. Kwa hivyo nikachukua nafasi nikapatana na marafiki zangu. And know what? Unajua nini? After I visited my friends, kabla ya kuwatembelea marafiki zangu, so that I can get to know what happened, ili nijue kilichofanyika, it was okay between I and you. Ilikuwa sawa kati yangu nawe. I found that a friend has been involved. Nikapata rafiki yangu alikuwa mmoja wa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And this is what I want to tell you, my brethren. Hivi ndivyo ninachotaka kuambia wewe mbarikiwa. Not everything is a joke. Sio kila kitu ni mchezo. Kwa joke kaigwa murata wako ujita akiegei. Kisikia rafiki yangu ananiita, sio timurata. Huyo sio rafiki. Huyo ni mtu ambaye hajawahi kubali Mungu alikuweka kiwango kingine. Aha. Maundu maingi mathiragira itheru-ini. Mambo mingi huishia katika mchezo. Ndio othe magwitaga Wambui ugecira ni ritwa riaku. Sio kila mtu anakuita Wambui unafikiria ni jina lako. Any friend of mine, kila rafiki wangu, that never switched from Kiengei to Bishop Ben, ambaye hajawahi ondoka kutoka Bishop mpaka kutoka Kiengei mpaka Bishop, they are very far from where I place people. Wako mbali sana na mahali ninawekeza watu. They disrespect you and you think it's a joke. Walikutoheshimu wakafikiria ni mchezo. There are those friends who will never accept. Kuna marafiki ambao hawatawahi kubali that God has elevated you. Ya kwamba Mungu amekuinua. There are those friends that you went school with. Kuna wa marafiki mliosoma nao. They will play dirty jokes around your husbands and your wives. Watacheza katikati yako na mume wako. Thinking that you are still the girl they had in school. Wakifikiria bado ni msichana waliopata shuleni. Be very careful about those people in 2026. Kuwa mwangalifu sana juu ya hao watu mwaka wa 2026. And as I told you, na vile nilivyowaambia, any friend of me, kila rafiki wangu, who calls me by the name
Kiegei, wanaoniita kwa hilo jina, has never switched into my elevation. hajawahi panda nami. Those are the negative minds. Hiyo ni mawazo iliyo kinyume, who so easily destroy our reputation. wanaoharibu kiurahisi sana mienendo yetu. And sometimes don't take things as a joke. Na tena usishukulie kila kitu kimzaha. Aya. Mnakaanga na watu, mko kikundi cha watu 5. Unasikia anakuambia na wewe ndio korogo na hakili we. Don't think that is a joke. Usifikirie hilo ni mchezo. Nowadays don't take things as jokes. Some things are communications. Hivi usiwe mtu wa kushukulia kitu kimzaha, mambo mengine inakuanga ukweli. When Judas wanted to easily betray Jesus, wakati Judas alitaka kukumuuza Yesu, he told them, aliwaambia, that one person, huyo mtu mmoja tu, whom I am going to kiss. ambaye nitabusu. Not every kiss means love. Sio kila busu la maanisha upendo. Some kisses are keys to betrayal. Busu nyingine ni za kugailiwa. Some of people will tell you around, they will say things around you. Watu wengi wataona mambo mingi kati yao. But it's being communicated to a particular group. Lakini inanenwa kwa sababu ya kundi fulani. I say again. Ninasema tena. Not every kiss, sio kila busu, means love. inamaanisha upendo. Be very, very careful. Kuwa mwangalifu sana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In 2025, mwaka wa 2025, God is promising something into future. Mungu anatuahidi mambo katika mwaka ujao. And let me tell you, na wacha nikwambie, if you have made it to the end of 2025, kama umefika mwisho wa mwaka wa 2025, fear not. Usiogope. You are still the same person. Bado wewe ni yule mtu who have finished strong. ambaye amemaliza na nguvu. If you have finished strong, kama umemalizia na nguvu, then it will be so easy to begin strong. itakuwa rahisi kuanzia na nguvu. Amina. And this is my prayer, brethren. Na hili ndio ombi langu, wabarikiwa. No any one of you hakuna mmoja wetu will sing the January song. ataimba wimbo wa Januari. Amen. Every month with God, kila mwezi na Mungu is same as the other month. ni sawa na mwezi ujao. May God prepare you for that month. Mungu akutayarishe kwa mwezi huu. May God provide you for that month. Mungu akupe kwa sababu ya I mwezi say huu. your children will go to school in an easy way. Watoto wako wataenda shule kwa njia rahisi. You don't know how, haujui itafanyika, but there is your maker. lakini kuna aliyekuumba. Amen. Praise the name of the Lord. Amina. In the book of Deuteronomy chapter 1 verse 31. Kumbukumbu la Torati 1 mstari wa 31. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, I can see someone saying online, from today I'll begin taking things seriously. Nimeona mtu amesema, Yeah. nimeanza kuchukulia mambo